Naam, ndugu mtazamaji, ni kusalimu katika jina la Yesu Kristo. Leo tena tuna somo lingine zuri ambalo linatufaa sisi wa Kristo. Somo letu linasema ni nini maana ya kujazwa Roho Mtakatifu. Tofautisha kujazwa Roho Mtakatifu na kuwa na Roho Mtakatifu. Hayo ni maneno mawili tofauti. Kuna kuwa na Roho Mtakatifu na kujazwa Roho Mtakatifu. Somo letu la leo linasema ni nini maana ya kujazwa Roho Mtakatifu. Ujazo wa Roho Mtakatifu ndio uhai wa Mkristo, ndio uhai wa utumishi, ndio uhai wa kanisa. Ujazo wa Roho Mtakatifu ndio maisha ya Mkristo kwa ujumla. Lakini sambamba na hiyo, hebu tuangalie hivi vitu vichache. Kuna kujazwa Roho Mtakatifu na kuna kuvuviwa Roho Mtakatifu. Katika somo hili utaona hivyo vitu kwamba ni tofauti, lakini vinakaribiana, vinafanana. Lakini lengo kubwa ni kwamba ujue maana ya kujazwa Roho Mtakatifu. Leo tutasoma tofauti kidogo. Tutasoma kwa vitendo. Kwa hiyo tutakuwa tunaangalia kitendo kimoja baada ya kingine ili tuelewe kwa mapana zaidi. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, usitoke, hebu endelea kuwa nami katika somo hili. Twende sambamba tuelewe maana ya ujazo wa Roho Mtakatifu. Katika Matendo ya Mitume 4 mstari wa 31, Biblia inasema kwamba hata walipokwisha kumuomba Mungu, mahali pale walipokusanyika pakatikiswa, wote wakajaa Roho Mtakatifu, wakanena neno la Mungu kwa ujasiri. Hii inaonyesha kwamba, hebu pointi yangu iko hapa, wote wakajaa Roho Mtakatifu. Hebu sasa tuingie katika darasa la vitendo. Katika darasa la vitendo sehemu ya kwanza. Tunaona hapa kuna makopo mawili, hapa kuna makopo mawili mpendwa, lakini lingine limejazwa maji na lingine limewekwa maji nusu. Katika haya makopo mawili umeona moja lina maji na lingine lina maji nusu. Lakini katika haya makopo mawili tunaona matawi mawili mabichi yamesimikwa kwa wakati mmoja. Haya matawi mawili mabichi yamesimikwa kwa wakati mmoja. Tawi la kwanza katika kopo ambalo limejazwa maji na tawi la pili limesimikwa katika kopo ambalo ni maji nusu. Ukiangalia katika hili ambalo tunaweka katika kopo la maji nusu, tunaona kwamba shina la hili tawi halijagusa maji. Kwa hiyo hii inatuonyesha kwamba kuwepo na Roho Mtakatifu sio sababu, lakini kuna kujaa Roho Mtakatifu. Hii hebu tuangalie sasa. Sasa baada ya siku tano, tunaona sasa baada ya siku 5, kopo la maji nusu tawi lake lilinyauka, lakini kopo la maji ambayo yalikuwa yamejaa halikunyauka. Tawi lililonyauka halikupata maji japo yalikuwemo. Ukiona lile kopo ambalo lina maji nusu, ni kwamba lile shina halikugusa maji. Kwa hiyo maji yapo, lakini lile shina halikugusa maji. Hii inatuonyesha kwamba Roho Mtakatifu kuwepo sehemu sio sababu, lakini kinachofanya Roho Mtakatifu afanye kazi katika maisha ya kanisa, katika maisha ya mtu binafsi, ni pale ambapo kuna muunganiko wa Roho Mtakatifu na huyo mtu. Kwa hiyo angalia haya matawi. Tawi moja limenyauka ndani ya siku 5, lakini tawi lingine lenye maji yaliyokuwa yamejazwa kwenye kopo linaendelea kustawi mpendwa. Ukiangalia katika Yohana 15, tukisoma katika Yohana 15 mstari wa 4 hadi mstari ule wa 5. Sisitizo wangu uko katika ule mstari wa 4. Ule mstari wa 4 Yohana 15 mstari wa 4, Biblia inasema kwamba kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Kwa hiyo inaonyesha kwamba mtu asipokaa katika muunganiko yeye na Kristo, ina maana kwamba hawezi kuishi, au mtu hawezi kuishi bila ule uhai wa Roho Mtakatifu. Hasa hii inatuonyesha kwamba dhahiri kwamba hauwezi kuishi nje ya Roho Mtakatifu. Lazima kuwa na muunganiko wa Roho Mtakatifu, hapo ndipo unaweza ukaishi mpendwa. Unaweza ukamuona Roho Mtakatifu akifanya mambo, unaweza ukamsikia, unaweza ukawa naye, ukamuona, ukawa naye. Lakini je, mna ushirika naye kwa namna gani? Mna mahusiano gani na huyo Roho Mtakatifu? Hiyo ndiyo inayoweza kukufanya ukaishi katika utumishi wako, katika huduma yako, katika hata maisha ya kawaida. Katika somo hili la vitendo sehemu ya pili, tunaangalia hapa Roho Mtakatifu ndiye njia pekee ya kuweza kuondoa dhambi katika
maisha ya mtu, sio tu kwa nguvu zake, sio kwa uwezo wake, sio kwa kushauriwa. Maana unaweza ukashauriwa lakini dhambi bado ikaendelea kukutesa. Kwa hiyo tunaangalia hii experiment ya pili, au hii elimu au somo la vitendo, hii sehemu ya pili inatuonyesha kwamba Roho ndiye pekee anayeweza kuondoa dhambi kwa njia rahisi na mtu akaendelea kubaki salama. Vinginevyo mtu ukitumia njia zingine inaweza ikawa ngumu au inaweza ikaleta madhara kwa huyo mtu. Kuna wengine wakishauriwa kanisani, kuna wengine wakishauriwa kuacha dhambi, wanaweza wakajikuta wanakwazika au wanaleta shida sana katika maisha. Lakini Roho Mtakatifu ni njia rahisi na njia pekee ambayo inaweza kumsaidia mtu katika dhambi zake na akawa salama na dhambi zimeondoka. Tukiangalia katika Isaya 32 ule mstari wa 13 hadi mstari wa 15. Ule mstari wa 13 hadi mstari wa 15, tutasoma mstari wa 15. Hata Roho itakapomwagwa juu yenu kutoka juu, hata jangwa litakapokuwa shamba lizaalo sana, nalo shamba lizaalo sana litakapohesabiwa kuwa msitu. Hii inatuonyesha kwamba katika hali ya mwanadamu, yeye mwanadamu anapokuwa akiwa na dhambi, anaweza kawa anatamani sana dhambi itoke, lakini yawezekana ikawa shida kutoka hiyo dhambi au kuondolewa na kitu kingine. Lakini Roho Mtakatifu anapotua tu katika eneo lolote, kuna kuwepo na urahisi wa dhambi hiyo. Hebu tuangalie sasa experiment hii inasemaje. Hapa tuna kopo lenye maji yakiwa na uchafu. Tuna kopo hapa. Hebu angalia, kuna kopo hapa ambalo linajazwa, lina maji lakini limejazwa uchafu. Hii inaonyesha dhahiri kwamba huyu ni mtu ana uhai, maana maji yanaashiria uhai, lakini ndani ya uhai wake anaishi ndio, lakini bado ana uchafu ndani yake. Kwa hiyo inamwakilisha mwanadamu ambaye ana dhambi, anaishi na dhambi. Kibinadamu, ili kuondoa uchafu ni kumwaga au ni kumimina kilichomo ndani na kuondoa kilichomo ndani. Kibinadamu, yani ningekuuliza kwamba hilo kopo unatoaje huo uchafu, wewe ungefanyaje? Unajua, ungechukua hilo kopo ukamimina hayo maji chini. Lakini sio hivyo mpendo. Ukimimina maji chini, maana kwamba ni maji pamoja na uchafu, ina maana ni dhambi pamoja na uhai wa mtu kuondoka. Kwa hiyo ni njia ambayo sio sahihi, ambayo yawezekana ungeulizwa ungejibu hivyo hivyo kwamba hili kopo, ili maji yatoke na uchafu ndani yanatoka, unamimina, unageuza lile kopo. Sasa hiyo inaashiria kwamba huyo mtu anakufa. Lakini kuna njia pekee. Hebu angalia sasa, Roho Mtakatifu, kujazwa Roho Mtakatifu kunaashiria hii tunaloliona. Roho Mtakatifu huondoa dhambi na kumwacha mtu akiwa hai na kumwacha mtu akiwa salama. Kwa hiyo angalia, Roho Mtakatifu anavyoendelea kukujaza, dhambi zinatoka zenyewe kwa njia rahisi, kwa njia ya pekee ambayo inakuacha salama. Kwa hiyo angalia, hii inaweza kukusaidia sana mpendo. Tamani Roho Mtakatifu ashughulikie dhambi zinazokutesa. Tamani Roho Mtakatifu ashughulikie dhambi ambazo ziko kwenye kanisa. Maana dhambi, Roho Mtakatifu njia hiyo ndiyo anayoifanya. Roho Mtakatifu anavyoendelea kububujika kanisani, dhambi zinayeyuka zenyewe kwa wakati, taratibu na kuacha wale waliotokwa na hizo dhambi kubaki salama. Mpendo, usitumie akili yako kuondoa dhambi. Usitumie nguvu zako. Usitumie hekima ya kibinadamu. Kuna njia rahisi na pekee ambayo tumeiona sasa hivi karibuni, tumeiona kwamba ni njia pekee na ni njia rahisi ambayo inaweza kuondoa dhambi na wewe ukaendelea kubaki salama. Somo la vitendo la 3 liko hapa. Hebu tuangalie hili somo la vitendo. Ujazo wa Roho Mtakatifu mpendwa, ujazo wa Roho Mtakatifu humfanya Mkristo kusimama baada ya kupita katika majaribu. Hebu tuangalie. Kumbuka, imani yako haikuzuii kuingia kwenye majaribu. Imani haimzuii mtu kuingia kwenye majaribu, au Kristo hauwezi kukufanya usiingie majaribuni. Lakini ni Roho pekee ndiye anayeweza kukufanya ustahimili, uweze kuhimili maisha au changamoto ambazo huwa Mkristo anapitia kwa wakati mwingine ambao hata yeye mwenyewe wakati mwingine huwa hategemei. Roho Mtakatifu pekee ndiye anayeweza kukuvusha
katika majaribu. Kwa hiyo nimekukumbusha kwamba sio kwamba unapokuwa Mkristo hapo huwezi kukutana na majaribu. Sio kwamba mtu anapookoka hawezi kuingia majaribuni, anaingia majaribuni, lakini kinachomfanya aweze kustahimili wakati wa majaribu ni Roho Mtakatifu pekee. Kumbuka katika Waefeso 6, tukisoma katika Waefeso 6 mstari wa 13, Biblia inasema kwamba baada ya mikiki yote, kuna neno hapo utaliona kwenye Biblia yako, lipigie mstari, kusimama. Yaani ina maana kwamba baada ya yote umepita huku na huku, umepiganishwa na mengi, umepiganishwa na mambo mengi, lakini kuna neno hapo linasema kusimama. Waefeso 6 mstari wa 13. Kuna kitu kiko hapa ambacho kinaweza kukusaidia katika maisha yako. Baada ya vita, baada ya kufanya mambo mengi, katika kupita katika mabonde na milima, lakini kuna neno linasema kusimama. Sasa tuangalie sasa experiment yetu hapa. Hapa tuna makopo mawili. Kuna kopo lenye maji na kopo tupu. Tuna vifungashio hapa. Kwa lugha nyingine wengine wanaviita Kento, wengine wanaviita Pepsi. Ni jina unaloweza kuviweka. Lakini hivi vitu viwili tumeweka maji. Kwenye kopo moja tumeweka maji na kopo la pili halina maji. Na kifungashio kimoja tumeweka maji na cha pili hakina maji. Kipo ni kitupu. Sasa vilivyojazwa maji, ukiona sasa hapa vimechomwa. Vitu vyote vimechomwa kwa pamoja. Yaani hapo ina maana kwamba vimepita kwenye majaribu. Hebu tuangalie sasa kopo ambalo lina maji na Kento au kifungashio ambacho kina maji hakikuteketea mpendwa. Hebu tazama vizuri. Havikuteketea. Hivi vitu vimepitia kwenye moto mkali sana, lakini havijateketea. Pamoja na kwamba vimechafuka, vingine vimejeruhiwa na nini, lakini pamoja na hayo yote mpendwa, ni kwamba havijateketea. Hii inakufundisha nini? Hii inatuonyesha kwamba kumbe ukiwa na Roho Mtakatifu, ujapopita katika mambo mengi magumu na mazito, mpendwa, utaendelea kubaki salama, maana una ujazo wa Roho Mtakatifu. Vilivyojazwa maji havikuteketea kwa moto, lakini ijapokuwa vimepata majeraha, lakini bado vina uhai na vitu vilivyomo. Yaani ina maana maji yaliyomo yanaendelea kuonyesha kwamba huyu bado amepitia mambo mengi, lakini bado yuko hai na hajapata madhara makubwa. Lakini angalia sasa mpendwa, hebu turudi sasa kwenye vile ambavyo vilikuwa vitupu. Kwa kweli vimeteketea na hatukuviona tena. Hii inatufundisha, ni kitu dhahiri kabisa kwamba mtu bila Roho Mtakatifu, majaribu yanapokuja yanamzoa moja kwa moja na anatoka kabisa na anapotea. Anaweza akapoteza uhai wa utumishi, uhai wa kiroho, hata uhai wa kimwili. Roho Mtakatifu akiondoka kwa mwanadamu, kwa kweli kabisa kuna uwezekano mkubwa wa yeye kuondoka katika maisha yake, katika kiroho, anaondoka kiroho, na kimwili pia uwezekano upo wa kuondoka. Kwa hiyo hii experiment ya 3 imetuonyesha dhahiri kwamba bila Roho Mtakatifu uwezekano wa kuishi mpendwa ni mdogo, maana majaribu siku zote yapo, na sio kwamba ukiokoka majaribu hayawezi kukupata. Hebu mpendwa, ngoja tuingie sehemu ya 4 sasa. Tunaingia sehemu ya 4 hapa. Ujazo wa Roho Mtakatifu humfanya mtu kuwa na utayari au uwepesi wa kwenda mbali katika utumishi wake. Bila Roho Mtakatifu mtu hawezi kufanya hata kama anajua cha kufanya. Ndugu mpendwa, katika utumishi Roho Mtakatifu pekee ndiye anayeweza kumtia mtu nguvu katika safari hii na katika mbio hizi za injili na katika mbio hizi za utumishi. Sio rahisi mtu kufanya injili bila Roho Mtakatifu. Hawezi kwenda mbali. Hata kama anajua la kufanya, atakwambia anajua, lakini hawezi kufanya kwa sababu hana Roho Mtakatifu. Bila Roho Mtakatifu mtu atakuwa anajua la kufanya, lakini hasilifanye kwa sababu hana nguvu, hana uwezo wa kwenda. Na haijalishi ni umri gani, haijalishi ni jinsia gani, haijalishi wewe ni mtu wa namna gani, au umesoma sana theolojia, au umekaa siku nyingi kanisani. Hapana. Kinachoangaliwa hapa ni kwamba je, huyu mtu ana utayari kwa sababu tu ana Roho Mtakatifu. Unaweza ukatamani sana ufanye utumishi uende mbali, lakini kwa sababu hauna Roho Mtakatifu hauwezi kwenda mbali, kwa sababu huna kitu cha kukusogeza, hauna nguvu za kukufanya uende. Tukisoma katika Matendo 1 mstari wa 8. Hebu tuangalie Matendo 1 mstari wa 8. Biblia inasema kwamba lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, Uyahudi, Samaria na hata mwisho wa nchi. Pointi yangu iko sehemu hii, lakini mtapokea nguvu.
Kwa hiyo Roho Mtakatifu ndiye nguvu ya mashahidi wa Kristo, ambaye ni mimi na wewe. Sisi ni mabalozi wa Kristo, lakini bila Roho Mtakatifu tunaweza tukatamani kufanya, lakini tukashindwa kwa sababu hatuna ile nguvu. Hapa sasa, hebu tuangalie sasa, tunaangalia sasa somo letu kwa vitendo. Hapa tuna baluni au maputo, kwa lugha nyingine tunaita maputo. Hapa tuna baluni. Baluni hizi ziko rangi mbalimbali. Hii inatuonyesha kwamba unaweza ukaitwa ukiwa Mwafrika, unaweza ukaitwa, au ukiwa mzungu unaweza ukaitwa, au ukiwa kabila tofauti tofauti. Hizi rangi zinaleta utofauti wa kabila au jinsia au umri au matabaka mbalimbali ya watu. Hizi baluni zipo hapa. Hebu angalia sasa. Hizi baluni zingine zimejazwa upepo. Ndio ile sasa kujazwa au kuvuviwa Roho Mtakatifu. Tumeanza kuiona sasa. Haya, hizi zimejazwa. Kuna ambayo imejazwa upepo na ambazo hazina upepo. Sasa zile ambazo zimejazwa upepo zimefungwa vizuri ili upepo usiondoke, usitoke, ule upepo usitoke. Na zingine hizi hapa hazina upepo. Sasa hizi zote sasa, hebu sasa tuchukue hizi baluni. Haya maputu yote tuyarushe juu. Sasa yamerushwa hewani sasa. Hii ni ishara ya kutumwa. Kurushwa hewani katika mabutu haya tunajifunza kitu kimoja, kwamba sasa yanatumwa. Haya mabutu ni kama watumishi wanaotumwa, waliojazwa upepo, ambao wana Roho Mtakatifu na ambao hawana Roho Mtakatifu. Sasa wanarushwa, haya mabutu haya sasa yanarushwa hewani. Hebu sasa tuangalie, haijalishi rangi, haijalishi ukubwa, haijalishi rangi au ukubwa wa butu, haijalishi ni nani ameyarusha. Tunaangalia, hebu angalia hali halisi mpendwa. Hebu niambie ni baluni ipi imepaa na ni baluni ipi imedondoka chini. Hebu wewe mwenyewe angalia tu hapo. Iliyopaa ni ile ambayo ilikuwa imejazwa upepo, lakini iliyodondoka chini ni ambayo ilikuwa haina upepo. Hii inatuonyesha kwamba wengi wametumwa, lakini wengine hawawezi kwenda kwa sababu hawana nguvu za kwenda. Kwa hiyo mabutu haya yamesimama kwa niaba ya watumishi. Haya yamewakilisha watumishi wa Mungu. Wapo ambao wanaenda mbali sana, lakini ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Ndugu mpendwa, tunapomaliza sehemu hii ya 4, ni kukumbusha kitu kimoja. Haijalishi umri wako, haijalishi jinsia, haijalishi elimu, haijalishi una rangi gani, haijalishi kimo chako, haijalishi uwezo wako, haijalishi ni maisha gani unaishi, lakini kinachoangaliwa zaidi katika utumishi ni pale ambapo unakuwa una ujazo wa Roho Mtakatifu. Hiyo ndio inayoweza kukubeba katika utumishi. Ukiwa na Roho Mtakatifu utaenda mbali, utafanya mengi. Lakini pia nikukumbusha, hili ni ziada tu. Hebu angalia ni tairi gani inatumika kwenye magari. Kwa wale ambao mna vyombo vya usafiri, ni tairi gani inaweza kutumika? Hata dereva anapotaka kuondoka, anachokagua ni tairi, lakini tairi ina nini? Lazima iwe na upepo. Tairi ikipata pancha, mguu mmoja, unakuta gari zima limesimama. Unakuta mtu anahangaika kurudishia tairi ambalo lina upepo. Hii inaweza kukupa picha halisi kwamba kumbe kuwa sehemu ya utumishi sio tatizo. Kuwa sehemu ya kiungo cha kanisa sio tatizo. Lakini je, una upepo? Je, ukitumwa utaenda? Kwa sababu kwenda kwako ndio msaada kwa wengine, lakini ndio msaada pia hata kwa kujenga ufalme. Huwezi kusema kwamba unajua na uko hapo, hapana. Lazima uwe na nguvu za kwenda, na nguvu pekee ni Roho Mtakatifu mpendwa. Tunaingia sehemu ya 5 mpendwa. Hii ni sehemu ya 5 ambayo inatuonyesha mtu mwenye ujazo wa Roho Mtakatifu sio mlalamikaji hata kama anaumizwa. Lakini pia mtu mwenye Roho Mtakatifu hana kelele, ni mtu ambaye ana utaratibu, na ni mtu ambaye halalamiki hata kama anaumizwa, maana ana ujazo wa Roho Mtakatifu. Lakini nikupe ziada, hata angalia matajiri wengi sio waongeaji, lakini maskini wengi ni waongeaji, maana hawana, ni kelele tu. Vivyo hivyo ujazo wa Roho Mtakatifu unamfanya mtu hapigi kelele anapokuwa anapewa majukumu, anapokuwa anaumizwa, anapitishwa huku na huku, hana kelele sana. Lakini mtu ambaye hana Roho Mtakatifu ni kelele tupu. Hebu tuangalie sasa. Hapa tuna makopo mawili.
Kopo moja limejazwa na lingine ni tupu. Kopo moja limejazwa maji na lingine ni tupu. Sasa jaribu kuyabonyeza. Hebu jaribu kuyabonyeza haya makopo mawili. Jaribu kuyabana usikie. Kopo ambalo halina kitu litapiga kelele sana, lakini lile ambalo lina ujazo wa maji unakuta halina sauti. Ina maana kwamba linaumizwa lakini lina uwezo wa kuhimili. Hii inasimamia watu ambao kati ya wale ambao hawana Roho Mtakatifu na wale ambao wana Roho Mtakatifu. Kuna utofauti mkubwa sana. Wale ambao wana Roho Mtakatifu ongea yao ni tofauti kidogo, na wale ambao wana Roho Mtakatifu wana utaratibu na hata ongea yao ni ya taratibu. Lakini pia hii inaweza kukusaidia kukumbuka ni namna gani unapohubiri. Unahubirije? Unaweza ukawa unapiga ni kelele tu lakini huna utaratibu. Na wakati mwingine Roho Mtakatifu ana kitu kimoja kinaitwa kiasi. Anaweza kukulimit katika kuongea kwako kwamba je, nimepayuka sana au nimeongea bila utaratibu au nimeenda nje ya mada au nimefanyaje. Usiwe mtu ambao unaongea. Unaweza ukajikuta kwamba ni kama hivi vitu ambavyo tumeviona hapa kwenye somo letu la vitendo. Hebu angalia, mtu mwenye Roho Mtakatifu ana mpangilio wake katika kuongea na sio mtu wa kulalamika na sio mtu wa kupiga kelele sana. Hata anapokuwa anaelekeza au anafundisha au hata anafundishwa, kuna utulivu, kuna utaratibu fulani ambao unamuongoza, maana ana Roho Mtakatifu. Jifunze hili mpendwa, usiwe mtu ambaye hauna Roho Mtakatifu. Unaweza ukajikuta unafanya visivyo au unakuwa ni mtu mlalamikaji sana. Kila kutumwa unalalamika, kila kuambia chochote unalalamika. Hata mahubiri yakipita tu, hii ni nyongeza. Hata mahubiri yakipita unaona kama yamekugusa wewe, unaongea sana, unalalamika kwamba wamenihubiri mimi, wamenisema mimi. Hapo utagundua kwamba wewe ni kopo ambalo halijajazwa maji. Yaani mtu ambaye hana Roho Mtakatifu. Tunaingia sehemu ya 6 mpendwa. Mtu ambaye ana Roho Mtakatifu, huyo mtu ni mnyenyekevu. Mtu ambaye ana Roho Mtakatifu ni mnyenyekevu. Ujazo wa Roho Mtakatifu humfanya mtu kuwa mpole na mnyenyekevu. Wazungu wanaita flexible. Yaani ni mtu ambaye unaweza ukampeleka huku akakubali kwenda na ukampeleka huku akakubali kwenda kwa sababu ana Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu humfanya mtu awe mnyenyekevu na mpole, sio mkakamavu. Hebu tuangalie katika Kolosai 3 mstari wa 12. Wakolosai 3 mstari wa 12, Biblia inasema, basi kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu, watakatifu wapendwao, jivikeni moyo wa rehema, utu wema, unyenyekevu, upole, uvumilivu. Biblia inasema kwamba basi kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu, watakatifu wapendwao. Watakatifu wapendwa, yaani maana watakatifu ambao wanapendwa, ambao wana Roho Mtakatifu. Maana huwezi kuitwa mtakatifu huna Roho Mtakatifu. Kwa hiyo hao watu wana hizi sifa ambazo tumezisoma hapa. Kuna sifa ya moyo wa rehema, kuna utu wema, unyenyekevu, upole na uvumilivu. Hivi vitu hebu viangalia na kuvitafakari mpendwa. Ni pale ambapo una Roho Mtakatifu. Sasa hebu tuangalie hapa katika somo la vitendo. Hapa tuna magome makavu ya mgomba. Kwa lugha nyingine tunaweza tukasema yanaitwa sago au sapatu. Kwa lugha ya Kiswahili yanaitwa sago au sapatu. Hapa tuna magome makavu ya mgomba. Sasa hebu tuangalie sasa, kila maeneo yana matumizi yake. Kwa sisi huku kwetu Kuriani tunatumia kufungia mboga na kufanya vitu mbalimbali. Sasa hebu tuone. Haya yanaweza kutumika vizuri yakiwa yamelowekwa. Yakiwa yamewekwa ndani ya maji. Yaani ina maana kwamba yakiwa yamefunikwa na maji, yamelowekwa kwa muda, hata kama sio muda mrefu, lakini lazima yawe yamefunikwa. Hapo yanaweza yakawa yanafanya vizuri. Lakini tunaona sehemu ya pili. Katika hili magome hayo kuna ambayo tumeloweka na kuna ambayo hatujaloweka. Hebu angalia ambayo hayajalowekwa, ni makavu, lakini katika wakati wa kutumika yanakatika.
Hii inatuonyesha kwamba mtu ambaye hana Roho Mtakatifu sio rahisi kukubali kufanya kazi yoyote, au akiwa anafanya kwa maumivu makali sana, maana sio mlaini, haendi. Yani ina maana kwamba ni mkakamavu, na ukiona haya magome kwa kweli ambayo hayajawekwa kwenye maji yana katika. Kwa hiyo ina maana kwamba huyo ni mtu ambaye hana Roho Mtakatifu katika utumishi wake, hawezi kufaa katika kumtumikia Mungu, katika kusaidia wengine, au katika matumizi ambayo Mungu atakuwa anahitaji kwamba afanye. Ndugu mpendwa, Roho Mtakatifu ndiye pekee anayeweza kukufanya ufae katika kutumika, ili uweze kutumiwa wakati ambao unahitajika. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ndiye anaweza kukufanya ulainike, ili uweze kufanya huduma vizuri. Lazima uwe na Roho Mtakatifu kwa ajili ya kukufanya kuwa chombo sahihi na chombo sahihi kutumika kwa wakati sahihi, kwa kazi sahihi, na kwa wakati ambao Mungu ameona kwamba hiki chombo kinanifaa. Tunaingia sehemu ya 7. Sehemu ya 7 tunaona kwamba Roho Mtakatifu ndiye anayeweza kumfanya mtu kuwa kiumbe kipya. Sio kwamba haukuumbwa mpendwa, hapana. Uliumbwa kabisa, ukaumbika na ukakamilika, lakini kuna sehemu ya Roho Mtakatifu mpendwa. Kila mwanadamu aliyeumbwa ina maana alipewa pumzi, na maana alipewa uhai, lakini ili uwe kiumbe kipya ni lazima uwe na Roho Mtakatifu. Hebu sasa tuangalie, kila mtu aliumbwa. Hii inafananishwa kwamba kila mtu alifinyangwa. Yaani kila mtu alipitia kwenye mfinyanzi ambaye ni Mungu akawa kiumbe. Lakini Biblia inasema katika Wakorinto wa pili 5 mstari wa 17, Biblia inasema kwamba hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Hii inatuonyesha kwamba unapokuwa na Roho Mtakatifu kuna mabadiliko ya ziada. Kuna kitu kingine kinaingia katika maisha yako na wewe unakuwa kiumbe kipya. Lakini kabla ya hapo wewe unakuwa umeumbwa na Mungu, lakini kuna mabadiliko ambayo yanahitajika kufanyika. Bila Roho Mtakatifu huwezi kuyafanya. Hebu tuangalie sasa hii inamaanisha nini. Katika masomo ya vitendo hapa tunaona mfinyanzi akitumia zana zake au udongo. Maana zana zake alitumia udongo na maji. Udongo na maji. Maji, ukiona maji anasimama sehemu ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo mtu yeyote hawezi kufanyika bila Roho Mtakatifu. Kwa hiyo huyu mfinyanzi anatumia udongo na maji akamuumba mwanadamu. Sasa unaona anawaumba wanadamu. Hawa anawaumba wanadamu unaowaona hapa anatengeneza watu wawili. Lakini sasa hebu tuone. Tunaona sasa baada ya watu hawa kuumbwa, hawa watu wawili unaowaona hapa, wote wameumbwa. Baada ya hawa watu kuumbwa, kuna wakati sasa Mungu anataka akufanye kiumbe kipya. Anafanyaje? Hebu angalia sasa sehemu ya pili. Ili mtu aweze kubadilishwa kuwa kiumbe kipya, lazima huyo mfinyanzi huyo akurudishe katika mfumo ule aliofanya wakati anatengeneza yule mwanadamu wa kwanza. Wakati anakutengeneza kipindi cha kwanza, lazima kurudisha katika mfumo huo. Baada ya kukurudisha katika mfumo huo mpendo, sasa lazima atumie maji na kubadilisha. Kiumbe kinabadilika, kinakuwa kiumbe kingine. Sasa angalia sasa huyu wa kwanza hakuingia kwenye maji, hakuloweka kwenye maji, na huyu wa pili ameingia kwenye maji. Huyu ni yupi ambaye amebadilishwa, amekuwa kiumbe kipya? Hebu jaribu kuangalia mpendo. Aliyebadilika ni yule ambaye ameingizwa kwenye maji, amefumuliwa tena upya, amekuwa kiumbe kipya. Kwa hiyo mpendwa, Roho Mtakatifu ndiye anayeweza kukufanya ubadilike kiumbe kipya. Watu tunapenda kuimba, kuna wimbo watu tunapenda kuimba kwamba Mungu unifinyange, unifanye kama upendavyo. Hebu jaribu kutafakari kufinyangwa maana yake ni nini? Unapoomba Mungu kwamba akufinyange, ina maana kwamba sasa akurudishe kwenye mfumo ule, akufinyange, akufanye kiumbe kipya. Sasa ni wachache wanakubali kurudi, kuumizwa na kupondopondwa na kuchanganywa upya ili wawe kiumbe kipya. Lakini je, huwezi kurudisha udongo katika hali hiyo bila kuweka maji? Hivyo mtu hawezi kukubali kufinyangwa na Mungu bila Roho Mtakatifu mpendwa. Wale ambao tunabatizwa kwa maji mengi, inaweza kukupa picha halisi kwamba kwa nini tunabatizwa kwa maji mengi. Ina maana kwamba tunaingia katika ule mfumo kwamba unifanye kiumbe kipya.
Sasa hii inaweza kuonyesha kitu kwa wale ambao tunabatizwa kwa maji mengi. Sasa inaweza kukusaidia kupata picha kwamba kumbe ili uwe kiumbe kipya lazima tena Roho Mtakatifu, Mungu anayefinyanga, atumie Roho Mtakatifu akufanye kuwa kiumbe ya. Ndugu mpendwa, tumeingia sehemu ya 8. Hii sehemu ya 8 inasema kwamba Roho Mtakatifu ndiye pekee anayeweza kuchochea ule moto wa Injili, au anayeweza kuchochea ule moto wa Injili, au ule uhai wa utumishi katika Mkristo, au ule uhai wa nguvu za kimungu katika maisha ya Mkristo. Kwa Roho Mtakatifu pekee ndiye anayeweza kufanya hivyo. Vinginevyo, kama taa imewaka itazima, kwa sababu bila Roho Mtakatifu hakuna mtu ambaye anaweza akafanya chochote katika utumishi, hata katika maisha yake binafsi. Ili taa iendelee kuwaka, lazima ina kitu kinachoifanya iwe hai. Vinginevyo taa ukiwasha itazimika na itakufa. Ukiangalia katika Mathayo, hebu soma katika Mathayo 25 mstari wa 3, lakini katika Wakorintho wa pili 3 mstari wa 6. Tunasoma katika Wakorintho wa pili 3 mstari wa 6, inasema ndiye aliyetutosheleza kuwa wahudumu wa agano jipya, si wa andiko bali wa Roho, kwa maana andiko huua bali Roho huhuisha. Andiko huua bali Roho huhuisha. Lakini katika Mathayo 25 mstari wa 3, Biblia inasema kwamba wale waliokuwa wapumbavu walizitwaa taa zao, wasitwae na mafuta pamoja nao. Hebu sasa tuingie katika masomo ya vitendo mpendwa. Hapa tunazo taa mbili. Kuna taa kubwa na taa ndogo. Taa kubwa wengine wanaita chemli, na taa ndogo wengine wanaita kibatali. Katika chemli kubwa hii tunaangalia chemli imewekwa mafuta kidogo sana. Hebu angalia, huyu aliyeweka mafuta kwenye chemli ameweka matone mawili tu ya mafuta taa. Na katika kibatali amejaza mafuta taa, na zote zimewashwa kwa wakati mmoja mpendwa. Sasa hii inatuonyesha kwamba haijalishi ukubwa wako, haijalishi unene wako na umaarufu wako na umbile lako, bali kinachojali ni kwamba je, una Roho Mtakatifu, una ujazo? Ukiona hata hii chemli yenyewe ina usalama wa kuzuia upepo usizime ule mwanga. Unaona ina taa, ina kioo. Ile chemli ina kioo, inaweza kuhimili. Lakini kwa sababu haikuwekewa mafuta, unaona hali yake kilichotokea. Hebu angalia kibatali kilichowekwa, kilichojazwa mafuta, kiliendelea kuwaka na kimewaka kwa muda mrefu sana kwa sababu kina nguvu. Lakini chemli sawa ni kubwa, lakini bado kwa sababu mafuta yaliwekwa matone mawili tu mpendwa, kwa kweli moto umezimika. Lakini kwenye kibatali ona bado moto unaendelea kuwaka. Hii inatufundisha kwamba haijalishi ukubwa wako au ubora wako au namna gani au umbile lako au aina ya mtu ulio au uwezo wako. Kinachojali ni kwamba je, una nguvu za kuendelea? Na nguvu za kuendelea mpendwa ni Roho Mtakatifu pekee. Umejifunza nini katika maisha yako? Najua unatamani sana kukua, na yawezekana kabisa unatamani sana kutatua matatizo yako. Unatamani sana kutatua matatizo ambayo yanakukumba kila siku. Unatafuta kwa akili zako, kwa elimu yako, unatafuta sana ili uweze kutatua matatizo ambayo yanakukumba wewe kiafya, kimwili na hata kiroho. Lakini je, hebu fikiria ni namna gani umeyatatua hayo mambo? Mungu ameleta somo hili kwa sababu maalum, kwamba akusaidie ujifunze kwamba kumbe kwa akili zako hauwezi kuyatatua. Hata kanisa linatamani likue. Kuna watumishi wengi wanatamani kwamba kanisa likue. Wanatamani sana watu wake, washirika wake wafanye vizuri. Lakini ni nini shida? Na unajifunza kitu hapa kwamba kumbe kwa hayo yote ambayo tunayaona kwamba kumbe ili kanisa likue, ili kanisa litatue matatizo, ili mtu binafsi akue, aweze kwenda, aweze kufanya vizuri katika maisha yake, ni lazima awe na Roho Mtakatifu mpendwa. Yaani bila Roho Mtakatifu na bila ujazo wa Roho Mtakatifu ni kwamba mtu atatumia nguvu zake, atatumia nguvu nyingi na hawezi kufanya na hawezi kufanikisha kwa sababu ya hayo tu. Ujazo wa Roho Mtakatifu ndilo jibu pekee mpendwa. Ujazo wa Roho Mtakatifu ndilo jibu pekee. Bila ujazo wa Roho Mtakatifu hayo mengine ni nguvu zako utatumia, na utatumia gharama kubwa, na utatumia muda mwingi kutatua matatizo au
kufanya vizuri katika utumishi wako. Lakini muamini Roho Mtakatifu mpendwa. Mpokee Roho Mtakatifu na fanya ushirika naye. Fanya ushirika na Roho Mtakatifu, hapo utaweza kuyatatua mengi na utaweza kuyashinda yale ambayo umeshindwa kwa muda mrefu mpendwa. Asante sana kwa muda wako mpendwa. Ninakushukuru sana. Asante kwa kunivumilia. Asante kwa kuchukua muda wako na kutazama mahubiri haya. Haya ni mafundisho ya adimu sana ambayo wengi siri imefichwa katika haya. Ndio maana unakuta watu wanataabika katika maisha yao ya kiroho kwa sababu hawajui siri hii. Kwa hiyo hii ni siri pekee. Jaribu kushare somo hili na wengine ambao unahisi kwamba yamkini linaweza likawasaidia katika sehemu ambazo wana changamoto. Makanisa yana changamoto mpendwa. Watu binafsi wana changamoto maana hawajui siri hii kwamba kumbe bila Roho Mtakatifu hakuna kitu ambacho kinaweza kikawezekana katika maisha binafsi. Ninakushukuru sana na najua kwamba yamkini umepata kitu, yamkini umejifunza kitu cha kukusaidia katika maisha yako ya kiroho. Usiache kushare na wengine, hapo utakuwa umeshiriki pia kuipeleka injili mbali. Shiriki baraka hizi kwa kusubscribe channel hii, hebu share na watu wengine, hebu comment chochote ambacho unaweza kucomment. Naitwa Chason, Mungu akubariki sana. Karibu tena, tutaonana kipindi kingine. Bye bye.